Karibu katika kipindi cha Saa ya Ushindi na Kufunguliwa, kipindi kinacholetwa kwenu na mtumishi wa Mungu Askofu Florian Josephat Katunzi wa kanisa la Christos Assemblies of God lililoko jijini Dar es Salaam, wilaya ya Temeke, Mtoni Kijichi. Sasa kaa tayari upata nafasi ya kumsikiliza mtumishi wa Mungu Askofu Florian Josephat Katunzi. Karibu. Haiwezekani neno ni la Mungu. Neno la Mungu halitapingwa na wewe. Neno la Mungu halitapita bure. Andika shinda kushindwa. Kwa kuondoa Mungu mtu anayezuia haki yako. Kutoka 23 mstari wa 22. Lakini utaisikiliza sauti yake kweli na kuyatenda yote ninenayo mimi. Ndipo mimi nitakuwa adui wa adui zako na mtesi wa hao wakutesao. Inua mikono yako juu. Baba, katika jina la Yesu, tumekuinulia mikono kama ishara ya kusalenda. Sisi tu watoto wako, sisi tu watumishi wako, sisi tunakutafuta wewe. Tunaomba Mungu uonekane. Watesi wengi wameinuka, na Bwana umesema katika neno lako utakuwa adui wa adui zetu, utakuwa mtesi wa hao watutesao. Baba, ibada ya leo, simama utuondolee mateso. Simama Baba, utuondolee mateso. Wale tulionewa na wale tulioteswa, Baba, tuondolee mtesaji asiwe katikati yetu. Tuwakabidhi ibada hii kwa uweza na nguvu zako. Tunaomba Mungu utawale, tunaomba Mungu umiliki. Wote tuseme amina. Msisitizo wa somo letu, Bwana anasema atakuwa adui. Ndipo nitakuwa adui wa adui zako na mtesi wa hao wakutesao. Tunapoongelea miungu watu ama miungu mtu, maana yake ni nini? Lakini kabla sijakupa maana, nikupe malengo matatu ya somo letu. Lengo la kwanza la somo ni kuondoa Mungu mtu anayezuia haki yako isiwepo kabisa ndani ya sekta yako. Na lengo la pili, utumie imani kuondoa Mungu mtu anayezuia haki yako isipatikane. Na lengo la tatu, kutumia sadaka kama silaha ya kuondoa Mungu mtu anayezuia haki yako. Mungu mtu ni nini? Mungu mtu ni mtu yule anayejiinua juu ya watu wa Mungu kwa kuwanyima haki zao wanazostahili kisekta. Ama unaweza ukaandika kiroho, ukaandika kimwili, na ukaandika kiuchumi. Kuna mtu anasimama pale anakunyima haki. Lakini pia maana ya pili ya Mungu mtu ni mtu yule anayejiinua juu ya Mungu, kuzuia haki ya Mungu, kuzuia haki ya Mungu kwa watu wa Mungu kiroho na kiuchumi isitendeke. Mfano wa kwanza wa Mungu mtu ni Herode. Herode tutamsoma Matendo ya Mitume 12 mstari wa kwanza hadi wa 24. Biblia inasema, panapo majira yale yale, Herode mfalme akainuka, akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Kwa hapo tunamuona Mungu mtu wa kwanza anaitwa mfalme Herode. Yeye aliinuka kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Biblia inasema akamkamata Yakobo ndugu yake Yohana akamuua. Akamkamata na Petro akamweka gerezani ili naye amuue. Kwa hapa tunamuona mfalme Herode anainuka, anajifanya Mungu mtu ambaye anachukia kanisa, anataka kuangamiza watu wa kanisa. Biblia inasema jamii yote ilimuona Herode kama Mungu. Matendo ya Mitume 12. Siku moja Herode
Akiwa anafanya sherehe ya birthday yake ya kuzaliwa, akatoa hotuba, watu wakasema hiyo ni sauti ya Mungu, sio sauti ya mwanadamu. Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 21 hadi 24. Basi siku moja iliyoazimiwa na Herode, akajivika mavazi ya kifarume, akaketi katika kiti chake cha enzi, akatoa hotuba mbele yao. Watu wakapiga kelele wakasema, ni sauti ya Mungu, sio sauti ya mwanadamu. Mara malaika wa Bwana akampiga kwa sababu hakumpa Mungu utukufu. Akaliwa na chango, akatokwa na roho. 24. Neno la Bwana likazidi kuenea. Kwa Herode alizuia neno la Bwana lisienee, kwa sababu alikaa kwenye nafasi ya kuzuia makusudi ya Mungu. Bwana akashuka, Bwana akampiga, na Herode akafa. Na tangaza, waliokusudia ukuwa watakufa wao. Kwa kuna watu wanakuambia utaona mwaka huu marizi. Nataka nikueleze Kutoka 23 ule mstari wa 22, Mungu atakuwa mtesi wa hao wakutesao. Kwa tunaposema miungu watu wapo. Kwa hiyo Herode akakaa akajifanya kama yeye ni Mungu. Bwana alimkatilia mbali. Alipokufa Herode, Biblia inasema neno la Bwana likazidi kuenea. Mungu mtu wa pili anaitwa mfalme Nebukadneza. Danieli sura ya 3 mstari wa 1 hadi 28, andika. Mtu aliyejifanya Mungu mtu ni mfalme Nebukadneza. Biblia inasema mfalme Nebukadneza akachonga sanamu kubwa, akatoa amri watu waiabudu sanamu yake. Kwa hapa tunamuona Mungu mtu wa pili anaitwa mfalme Nebukadneza. Kwa Nebukadneza akachonga bonge la sanamu. Biblia inasema sanamu ya dhahabu. Siku ya kuizindua akasema watu wote wakisikia sauti ya santuri, sauti ya ngoma, sauti ya zomali, watu wote waanguke na kuabudu. Danieli 3:15, fungua tusome. Tunaweza kuanzia mstari wa 14 ili upate point. Nebukadneza akajibu akawaambia, enyi Shadraka, Meshaki na Abednego, je, ni kwa maksudi hata amtumikii Mungu wangu wala kusujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Basi sasa, kama mkiwa tayari, wakati mtakaposikia sauti ya panda, firimbi na kinubi na zeze na santuri na zomali na namna zote za ngoma, kuanguka na kusujudia sanamu niliyoisimamisha ni vema. Bali msipoisujudia, mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto. Sikia maneno ya kufuru. Naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa nyinyi na mikono yangu? Kwa hapa Nebukadneza anajionyesha kwamba yeye ana mkono kuliko Mungu. 16. Ndipo Shadraka, Meshaki na Abednego wakamjibu wakamwambia mfalme, Nebukadneza, hamna haja ya kujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatutakubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hawa wakakataa kuabudu Mungu mtu. Biblia nataka nikuonyeshe, akawakamata hawa akawatupa kwenye tanuru la moto. Lakini Biblia inasema ule mstari wa 24, ndipo Nebukadneza akastaajabu akainuka haraka. Atukutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu akamwambia mfalme, kweli mfalme. Akajibu akatasema, tazama, mimi naona watu 4, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana dhara, na sura yule 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Sema amina kwa Yesu. Kwa baada ya hapo Nebukadneza akawatupa hawa.
watumishi wa Mungu ambao walikataa kumwabudu Mungu mtu. Lakini Biblia inaniambia hapa, na ukisoma, Mungu aliwafuata kwenye tanuru la moto akawatoa. Na jioni ya leo mateso waliokusudia ya kupate hayatakupata, Mungu anakwenda kukutoa. Kwa Bwana akapeleka mtu wa 4. Nebukadneza anamuona, anasema tumetupa watu 3, huyo wa 4 ametoka wapi? Baba, mama, mateso yainuke, watesi wainuke, hatuko peke yetu, tunaye Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu, hata kuacha. Mwisho Nebukadneza akawaita wale Shadraka, Meshaki na Abednego, wakatoka 3. Yeye alitarajia wanatoka 4, wakatoka 3. Akashindwa kuwauliza 4 ameenda wapi. Mstari 28, Nebukadneza akanena akasema, na imidiwe Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego, aliyetuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini, wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao, ili wasitumikie Mungu mwingine na kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. Basi mimi naweka amri kuwa kila kabila za watu, kila taifa na kila lugha, watakao nena neno lolote lisilopasa juu ya huyo Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego, watakatwa vipande pande na nyumba zao zitafanywa jaa, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine. Kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii. Kisha mfalme akawakuza Shadraka, Meshaki na Abednego katika wilaya ya Babeli. Anayenielewa aseme amina. Kwa hapa tunaona Nebukadneza akaamua kujisalimisha. Watesi wako watakao jisalimisha watakuwa salama. Adui zako watakao jisalimisha kwa Yesu watakuwa salama. Lakini wale watakao endelea kushindana na kuambia kama Mungu aishivyo, wanaondoka. Biblia inasema washindanao na Bwana watapondwa pondwa kabisa. Utawatafuta wala utawaona wale waliofanya vita juu yako. Nebukadneza akakubali Mungu wa Shadraka, Mungu wa Meshaka ndiye Mungu, yeye siye Mungu. Mtu wa 3 wa mfano ni mtoto wa Nebukadneza, anaitwa mfalme Belshaza. Danieli sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 31. Kijana huyu Belshaza mfalme, baada ya baba yake kufa mzee Nebukadneza mfalme, akachukua vikombe vya hekalu. Danieli sura ya 5 ufungua kuanzia mstari wa 1. Tasoma kidogo. Belshaza mfalme aliyofanyia wakuu wa watu wake 1000 karamu kubwa, akanywa divai mbele ya 1000 hao. Belshaza alipokuwa akionja ile divai, akaamuru wavilete vile vyombo vya dhahabu na fedha ambavyo baba yake Nebukadneza alivitoa katika hekalu lililokuwa Yerusalemu, ili kwamba mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria zake wapate kuvinywea. Basi wakavileta vile vyombo vya dhahabu vilivyotolewa katika hekalu na nyumba ya Mungu iliyokuwa Yerusalemu, na mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wakavinywea. Kwa hapa tunaona mfalme Belshaza anajiinua juu ya vitu vitakatifu vya Mungu. Kwa akamfanya Mungu sio chochote na vyombo vyake. Kwa alichokifanya, akapanda akawaambia, leteni vyombo mlivyochukua kwenye hekalu la Mungu. Kumbuka vile vyombo vilichukua na baba yake akavitunza. Baba yake aliambiwa na Mungu, watu hawa watakaa katika Babeli miaka 70. Baada ya miaka 70 watarudi. Lakini kijana alipoinuka huyu hakujali mambo ya wazee. Akachukua vikombe akanywea mvinyo, yeye na wakuu wake na wake zake na nyumba ndogo wanaitwa masuria. Wakakaa pale wakanywa kabisa. Wakati anaendelea kunywa, akaona maandishi kwenye ukuta yameandikwa Mene, Mene, Tekeri na Peresi. Akaita waganga haraka haraka na wachawi wamsaidie. Wale waganga na wachawi hawakumsaidia.
Ndipo mke wake Malkia akamwambia, yuko mtu katika ufalme wako ambaye roho wa miungu watakatifu inakaa ndani yake. Katika siku za baba yako nuru na ufahamu na hekima zilionekana ndani yake. Naam, mfalme baba yako alimfanya kuwa mkuu wa waganga na wachawi na wakaridayo na wanajimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapa anaelezwa mfalme, kwenye ufalme wako kuna mtu anaitwa Danieli. Ndipo Danieli akaitwa. Mimi huko sitaki niende sana. Danieli 3:25. Danieli 3:25. Na maandiko yaliyoandikwa ni haya: Mene, Tekeli na Peresi. Tafsiri yake ya maneno haya, Mene, Mungu amehesabu ufalme wako na kuukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani na umeonekana umepunguka. Peresi, ufalme wako umegawanyika, wamepewa Wamedi na Waajemi. Ndipo Belishaza akatoa amri, nao wakamvika Danieli mavazi ya rangi ya zambarau, wakatia mkufu wa dhahabu shingoni mwake, wakapiga mbio kutangaza habari zake ya kwamba yeye ni mtu wa tatu katika ufalme. Mstari wa 30, sikia hapo. Usiku huo huo Belishaza mfalme wa Karidayo akauawa, na Dario Medi akapokea ufalme, naye umri wake ulikuwa miaka 62. Bwana asifiwe. Kwa hiyo huyu Belishaza alijifanya kwamba yeye ni Mungu, akavinywea vyombo vitakatifu vya madhabahu pombe. Bwana akamnyongelea mbali, akauawa. Kwa ukiangalia haya maneno kwamba Mungu mtu ni mtu anayejiinua juu ya Mungu, Bwana anaweza akakupa nafasi ukawa mtumishi mkubwa, aidha serikalini ama kanisani, kwenye mifumo ya makanisa. Wewe sio Mungu, wewe ni mtu. Kwa kwenye maisha yako usije ukatafuta watu wakuone kama Mungu, kwamba mpaka watu wakulambe midomo, wakulambe miguu ndipo nawapa haki zao. Kuwa binadamu, kwa sababu Mungu wa mbinguni ni Mungu wa haki. Kwa kuna watu wanatesa watu wengine. Katika Injili ya Luka sura ya 18 utamuona mtu mwingine anaitwa Kadhi Dhalimu. Injili ya Luka 18 mstari wa 1. Kwa wewe unaweza ukawa umeketi kwenye kiti cha maamuzi, ni kiongozi serikalini, ni kiongozi kanisani, ni kiongozi kwenye taasisi. Usiwe Mungu mtu, kuwa mtu. Bwana anaweza kaa na kutumia kwa upako, unaombea mpaka wafu anafuka. Wewe ni mtu, sio Mungu. Iwahi kuona mtu mmoja kaajiri mpaka mtu akumfutia viatu akishuka kwenye gari, lakini ni mhubiri huyo. Akishuka unaona vijana wanapangusa viatu namna ile pale. Unajiuliza, huko ndiko tulikofika kwenye utumishi huu? Wala msiende mbali. Kuna watu wanaoabudu wachungaji kama miungu yao. Kwa dada, baba, mama, usitengeneze mtu akawa Mungu. Mungu ni Mungu. Hata kama anakupa ugali asubuhi, jioni, mchana, mtu ni mtu. Kwa usitengeneze maisha kwa sababu unaka kipawa, kwa sababu unaka karama, kwa sababu unaka ibada, ka huduma, ukawa Mungu mtu. Mfanye biashara, unapata hela, nataka watu wapange foreni wakusujudie ndipo anapowasaidia. Hapana. Biblia inasema mtu ambaye jambo lolote Mungu ameliweka kwenye uwezo wako ulifanye, usilizuie kulifanya, na usipolifanya ni dhambi. Umepewa kutoa haki, toa haki. Umepewa kuombea wagonjwa, ombea wagonjwa. Usifanye watu wanalala chini unapita juu ya migongo yao. Mwambie jirani yako, kuwa mtu, usiwe Mungu mtu. Kwa katika somo letu tuna mikakati 12 tutakayokwenda kujifunza na kuitumia katika kung'oa miungu watu kwenye maisha yetu. Kwa mkakati wa kwanza, omba Mungu akuonyeshe. Hiyo naipata Yona sura ya 1 mstari wa 4 hadi wa 7. Lakini Bwana alituma upepo. Yona ni nabii, Yona ni mtumishi wa Mungu ambaye alipewa maagizo aende Ninawi. Yeye akapanda merikebu kwenda Tarishishi. Kwa lugha ya kawaida, Yona alijifanya ana nguvu kuliko Mungu, akajaribu kumkimbia. Kwa kuna watu ambao
Mungu anawasemesha fanya moja mbili, unasema sifanyi. Baba moja alikuwa ananiambia siku moja Mungu alimwambia atoe sadaka ya gari kwa mchungaji wake. Kamsikia Mungu, lakini kutoa ile sadaka ya gari ilikuwa shughuli, ilimlazimisha asubiri miezi mitatu. Ulipofika mwezi wa 3 Mungu akamwambia sasa nakuua na hiyo gari yako. Ndipo akaondoka bila kuaga, akaipeleka gari kanisani kwa mchungaji, akakabidhi, akaondoka. Kuanzia pale mambo yake ya kumiliki magari, ana kampuni kubwa ya magari kweli, ikafunguka. Kwa Mungu anaweza kukwambia jambo kafanye. Yona anaambiwa nenda Ninawi, yeye anageuza anaenda Tarishishi. Kwa wakati amepanda merikebu, Bwana akaweka zuio kwenye bahari anakopita. Biblia inasema akaita dhoruba, ile dhoruba ikapita ikapiga chombo merikebu. Ukisoma mahali pale watu wakaanza kutupa shehena. Kumbuka Yona hakuwa na shehena, Yona alikuwa ni abiria. Kabebwa kwenye mradi, ni mfanyakazi tu. Kwa unaweza ukawa na biashara, lakini ndani ya biashara yako umembeba Yona. Yeye sio mmiliki wa merikebu. Yeye kaomba usafiri, kalipa nauli, kaingia. Kwa ndo maana nimesema omba Mungu kwenye sekta. Neno sekta inakaa vizuri. Mahali ambako unatengeneza faida, uoni faida. Mahali ambako unatengeneza moja mbili unakwama, inawezekana kabisa akawemo Yona. Watu hawa wakasema hapana, wakatupa shehena kupunguza uzito, bado meli kazidi kuyumba. Wakasema si bure hapa, kuna mkono hapa. Wale jamaa walikuwa na mcha Mungu, wakaitisha maombi, wakapiga kula. Ile kula ikamwangukia Yona. Yona akaambia wala msipate tabu, ni mimi kweli. Wale manaoza kwa nini waliomba Mungu? Kwa hapa unajifunza hata kama unamiliki biashara, unamiliki kampuni, kumuomba Mungu kabla hujaajiri mtu ni lazima. Kwa sio kila mfanyakazi atakaye kuja kwako kabeba kusudi la Mungu, wengine wamebeba makusudi ya mizimu. Kwa ni lazima unayetaka kushirikiana naye, iwe ni kwenye huduma, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye maisha yako ya kawaida, lazima kwanza umuombe Mungu, usije ukabeba Yona. Palipo na Yona hakuna faida, palipo na Yona hakuna hasara. Kuna watu mna miradi mwaka kwa mwaka inatengeneza hasara. Kagua wafanyakazi wako uliowaajiri. Kaomba Mungu akuonyeshe Mungu mtu huyu hajabeba kusudi la Mungu, lakini anakula kwa Mungu. Kwa tuna watu ambao wanakula kwa Bwana asifiwe, lakini hawana Bwana asifiwe. Kwa hao ukishirikiana nao, hao ukiwapa sadaka zako, wewe utapata hasara. Ndio maana Biblia inasema zijaribuni kila roho. Sijui kama umenielewa. Unaweza ukaenda kwa mchungaji kama mimi hivi, nasimama hapa nasema Bwana asifiwe wakati sina Bwana asifiwe. Biblia haiyakunyima wewe kunichunguza mimi. Biblia inasema zijaribuni hizo roho. Mchungaji wako mjaribu kama ametoka kwa Mungu, ameletwa na njaa yake. Kwa sio kila Bwana asifiwe ni Bwana asifiwe. Yesu alisema Mathayo 24. Lakini wewe ukishaona msalaba, ukaona na mavazi ya kichungaji, basi wewe ni mchungaji. Hapana. Kasome Yuda 1, anasema kuna watu wamejipenyeza, wameingia kwetu. Mungu wao ni tumbo. Mungu wao ni tumbo. Mungu wao ni tumbo. Mungu wao ni tumbo. Maana yake hawa wanatumikia tumbo lao, sio Mungu. Sasa hao ukiwapa sadaka, uone baraka. Kwa unaweza ukatoa sadaka, unatoa sadaka si kwa mtumishi wa Mungu, ila ni mtumishi wa dhehebu. Kwa kuna tofauti ya kutoa sadaka kwa mtumishi wa Mungu na kutoa sadaka kwenye dhehebu lako. Mimi ninachofundisha, zijaribuni roho. Yona alikuwa na nabii, amepoteza Mungu kwa muda. Bwana anamwambia nenda Ninawi, yeye anaenda Tarishishi. Akasababisha waliombeba kwenye chombo wakapata hasara. Yeye hakuwa na shehena, alikuwa mtia hasara tu. Baba mama angalio nao wabeba. Unaweza ukakaa na mtu kwenye nyumba yako, haupati maendeleo. Kwa hata hawa tunaowabeba kwenye familia, be aware my friend. Sio kile uliyembeba ni mjenzi, kuna wengine ni waharibifu. Nakumbuka siku moja mfanyakazi aliletwa nyumbani kwetu kwangu. Ilinaingia mlangoni hivi, natoka kanisani, nikaona naangalia hivi, nikajua kimeumana.
Kwa nilipoangalia pembeni nikali nimeshajua. Huyu mfanyakazi aliyeletwa anipikie chakula, si afanyeje? Aniangalie usoni. Nikamwambia mke wangu na wanangu, sebeleni ibada. Tukapambio. Tukapiga ibada, tukapiga pambio, tukamaliza tushikane mikono. Nikamwambia baba, kama kuna pando usiolipanda wewe humu ndani, leo linangolewa. Nikaona dada chali. Akasema nilitumwa kuja kuharibu na kuliharibu kanisa. Mrango wa kuja na kuja kama house girl. Umenionaje? Umenitambuaje? Mimi naondoka. Piga pepo. Anatoka. Anafunga virago vyake. Nakimbia. Huyo wa kwanza. Akaletwa mwingine vile vile. Huyo hata kuaga. Alipoingia tu mle ndani akamwambia mama, hii nyumba ni nzito, mimi siwezi kukaa. Kumbe kuna nyumba nzito na kuna nyumba nyepesi. Bwana akupe nyumba nzito, wasiokaa wachawi. Sema amina kwa jina la Yesu. Bwana mwambia mama Sky, mama akaniambia kama mwacha aende, kashasikia uzito. Kilo zake ndogo. Haleluya. Nasema haleluya. Ndio maana kuna faida ya kuombea nyumba unayokaa, kuombea mlango wako, kuombea geti lako. Namwambia Mungu asivuke Yona humu. Kuna uwezo kaingiza watu kara hasara. Akuharibia watoto, akuharibia uchumi, kwa sababu unarisha mleta hasara kwenye familia. Lazima uhakikishe unamuomba Mungu kwenye maisha yako, akuonyeshe Yona wako mapema kabla hujatupa shehena. Kwa nyinyi akina mama mnaozoazoa, wezoa bwana. Utashangaa wewe sio mchawi lakini mwanao mchawi. Kapewa na nini? Na dada wa kazi. Kwa kabla hujaleta dada wa kazi, anza kwa Bwana mabwana, afanye inspection. Mwambie Bwana, kama ni Yona asikae, kama ni Mturutumbi asikae, kama amekuja kuharibu hapa asikae. Unaomba. Lakini wewe akishapandishwa gari tu unaenda Ubungo kupokea nauli umetoa wewe, unaingiza distraction kwenye nyumba. Baada ya muda anakungoa kwenye ndoa na lala yeye kwenye kitanda chako. Silimkaribisha mwenyewe. Katukaribisha mwenyewe. Mapepo yanasemaga ametukubalisha mwenyewe, katusafirisha, katulipia nauli, anatulisha. Sasa tunamtoa kwenye ndoa. Yona alilipa nauli. Wale waliombeba walifurahia nauli. Unaweza ukafurahia mapishi, lakini mapishi ni mapishi. Sio kila mapishi ni mapishi. Mapishi mengine yamebeba mauti. Chakula kingine kimebeba mauti. Anaweza kapika chakula huko anakinuizia, ukajikuta baba na mama mnafarakana, mnapigana vikumbo kwenye meza ya chakula. Sababu kidudu mtu aliyeingia akawapikieni chakula. Na wewe mama, kama unajua kupika, pika mwenyewe. Hakuna mama wengine hawapiki mwaka mzima, hapiki kabisa. Huyu mwanamume kakuoa, anataka are mapochopocho toka kwako. Nguo za mmeo anafua usigero. Si mambo ya kipuuzi kabisa. Baba yetu uliye mbinguni. Kuna uharibifu mwingine, usipotulia kutafuta ulikotokea, utakuja kuniambia. Yona alikuwa ni passenger, ni abiria tu. Lakini jamaa wakasema mwaka huu hii nauli tuliyopata kiboko chake. Shehena ri. Bali haitulii. Tuombe Mungu. Mwambie mna mtu huku chini. Na uwezo kawa na Yona kwenye huduma haitaenda. Yona hanafanya uharibifu, huduma iendi. Kwa mkakati wa pili, usimhurumie Yona wako. Usijaribu kumhurumia anayejifanya Mungu mtu mbele yako, bali mtupe atoke katikati yako. Hujanisikia? Mkakati wa pili wa kuondoa Mungu mtu kwenye mfumo, usimhurumie anayejifanya Mungu mtu mbele yako, bali mtupe atoke katikati yako. Hiyo ni Yona sura ya pili mstari wa kwanza, mstari wa 11 hadi wa 15. Wakamwambia Yona, tumekudaka, tukutendee nini? Tukutendee nini Yona, ili bahari itulie? Kwa maana bahari ilikuwa inazidi kuchafuka. Naye akawaambia, nikamateni, nitupeni baharini, basi bahari itatulia. Kwa maana najua ya kuwa ni kwa ajili yangu tufani hii imewapata. Lakini wale watu wakavuta makasia kwa nguvu, ili wapate kurudi pwani wasiweze, kwa maana bahari ilizidi kuchafuka sana. Basi wakamlilia Bwana wakasema, twakuomba Bwana, twakuomba tusiangamie kwa ajili ya uhai wa mtu huyu, wala usitupatilize kwa ajili ya damu isiyo na hatia, kwa maana wewe Bwana umefanya kama ulivyopenda. Basi wakamkamata Yona,
wakamtupa baharini, nayo bahari ikaacha kuchafuka. Ndipo wale watu wakamwogopa Bwana mno, wakamtolea Bwana sadaka na kuweka nadhiri. Bwana akamweka tayari samaki mkubwa ili ammeze Yona, akawa ndani ya yule samaki muda wa siku 3 mchana na usiku. Anayenielewa aseme amina yenye nguvu. Kwa mahali hapa tunaona Yona wamekwisha mgundua kwamba yeye ndiye msababisha hasara. Kwa hapa wanamuuliza tufanye nini? Akasema nitupeni. Lakini hawa bwana wakajifanya waungwana, wakaanza kupiga makasia, wanalazimisha chombo kiende pwani, hakikwenda. Huyu anawaambia nitupe, wao wanasema tumuombea aokoke. Kuna watu hawahitaji maombi. Katumwa kwako kuja kukuharibu, umemnasa arudi kwao. Siku moja mama moja akamleta binti hapa mchawi. Binti anakiri ni mchawi, anaroga na ameshamroga mtoto mmoja pale. Mama anaambia nimemleta muongoze sara ya toba. Nikamwambia huo muda sina. Binti unaroga? Mpe nauli arudi kwao akaroge. Ndio dawa. Kama alitaka kuokoka, alitakiwa aokoke kabla hajaja kwako. Kama alikuja kwako kwenye mission ya kuua, umemnasa, suspension. Usijifanye una huruma kuliko Mungu. Mungu ana huruma kuliko wewe. Mithali 8:17, Mungu anawapenda wale wampendao. Unamlisha mchawi, unampa uji, kakiri mwenyewe arudi kwao. Wanajaribu kumhurumia Yona, bahari inazidi kuchafuka. Ukiendelea kumngangania huyo mtu utapata hasara. Ukisha gundua huyu mtu ni mleta hasara kwenye maisha yangu ya kiroho, achana naye. Dada mmoja akaniambia, mchungaji, mimi nampenda Yesu na niko tayari kuokoka, lakini nyumba ninayokaa, chumba ninachokaa, nimepangishiwa na mume wa mtu. Nikamwambia chagua kati ya mume wa mtu na Mungu. Akachagua mume wa mtu. Kaambia basi mlango ule endelea na maisha ya mume wa mtu. Uokovu ni kujikana. Uwezi ukao umeokoka halafu kimada, haiwezekani. Kwa kuna watu hapa ni vimada hapa, vimada hapa. Huyo mume wa mtu ni Yona kwako. Ni heri uombe Mungu akupe kipato. Bwana akikuita masharti usirudi nyuma. Watu hawa wanaambiwa mtupe Yona, wao wanamkumbatia Yona. Na jioni ya leo tupa Yona wako. Hiyo nyumba ndogo ulionayo ni Yona, tupa. Hata kama anakupa pesa na kutunza, huyo sio Mungu, ni mtu. Chagua Mungu leo. Lakini leo tunasarisha watu makahaba fulani hivi. Wameuza Ukristo wao, wameuza imani yao kwa sababu ya njaa kipande cha mkate. Yesu anasema mtu hataishi kwa mkate. Wewe unapigania mkate. Wakati mimi naacha kazi na kuja kuanza kazi ya uchungaji, rafiki zangu na bosi wangu akaniuliza, unaacha kazi utaishije? Nikamwambia nitaishi kama wachungaji wanavyoishi. Kama wachungaji wanaishi, maana yake kwenye mfumo wa kichungaji kuna maisha. Lakini ukiangalia kwa haraka, unafungua kanisa, hakuna sadaka. Kwa ukienda kufungua kanisa, unawaza sadaka, na kwambia utakutana na kikapu kikubwa kisichokuwa na sadaka. Kwa sababu sadaka haziji mwanzo, sadaka huja mwisho. Je, utaacha kumtumikia Mungu? Kwa nikamwambia rafiki yangu, acha niende tu. Kwa sababu hata nikiendelea kubaki huku, moyo huku ndani haupo kwenye biashara. Kwa ninaacha biashara, naenda kufanya kazi ya Mungu. Unaanza, unaweka kikapu, hakuna kinachoingia mle ndani. Lakini kadri unavyoendelea Mungu anakupima. Kadri unavyoendelea Mungu anakupima. Mwisho Mungu anakupa mfumo. Kwa maisha haya lazima uwe na maamuzi. Yona usimkumbatie. Yona usimbakize. Yona usimkumbatie. Wewe umeokoka, achana kina Yona, wanakutia hasara. Hasara nyingine unazozipata ni kutokutulia tu. Ili mradi kuna hela, unasema hapa ndo kuna maisha. Fedha ni fedha, fedha haiwezi kuokoa. Wanapiga makasia, nitamuombea aokoke. Wanapiga makasia, nitampeleka kwa mchungaji aongoze sara ya toba. Haijawahi kutokea hiyo. Dada mmoja kanisani kwetu hapa, wala sio mbali, akaja na mchumba wake wa kuchonga. Kwa dada ameokoka akaleta mchongo. Kwa wakati anachonga, mimi naelewa hapo huyu kachonga mtu. Familia imeshapokea mahali. Wewe mchungaji unakatalia wapi? Huwezi kukataa, familia imepokea mahali tayari. Wamemsindikiza baba na mama wamekaa pale.
Kampiga swali la kwanza kijana, akampiga la pili, akaingia mzima mzima. Kaa nimeshaelewa. Ili sigombane na watu. Mimi kazi yangu ni kufungisha ndoa kama msajili. Leseni ninayo ya serikali. Una shida gani? Tarehe ikatangazwa siku 21, baada ya hapo tukafungisha ndoa. Tunakufundisha mapema ili usije ukaleta vurugu na migongano kwenye familia. Chagua mapema, usije ukatugombanisha na wazazi. Unayekosea ni wewe, mimi sijakosea pale. Kijana wa mchongo akavishwa tai, pigwa suti, akasogea hapo, piga sara pale. Alichokiunganisha Bwana, wanadamu asikitenganisha. Sema amina kwa Yesu. Yule binti akaondoka honeymoon. Kijana anaingia na mzinga wa konyagi. Abea tulia, umeshaolewa. Tulia. Anamtuliza kwa. Dada na tulia. Kwa akaanza kuona sinema za kila aina ndani mule ndani. Dada alipopiga kelele, jamaa akamtia vibao, akamkalisha vizuri, akae vizuri chumbani huko. Baada ya funga telao akaja analia, amevimba, na ananiambia mchungaji, nimepigwa. Niambia mwanangu pole. Ndio mambo ya ndoa. Ndoa ni uvumilivu. Wa kuchonga kachonga. Ndiye ananieleza ni mlevi. Ndiye ananieleza, ngambia sasa dada, hizo fitina, siri za mume wako za kuja na konyagi, wewe achana nazo, baki nazo chumbani. Sababu wewe tulikuambia mapema, mbuzi anaolewa na mbuzi, ukajifanya mbuzi. Sasa kale majani nitakupa wa kufanana wewe. Hakutulia, akataka mimi sina kesi pale. Ikimwona jamaa yangu namwambia haleluya, ambia bonge la mtumishi, mimi naelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unanielewa dada? Unanielewa kaka? Ukitengeneza mtu wa bandia, atakuwa bandia milele. Kwa kuna watu kwa sababu ya tamaa ya kutaka kuolewa, unabeba yoyote tu. Ukifika pale kanisani, jifanye umeokoka. Nasalimiaje? Bwana asifiwe. Kanisa gani unataja? Lambali huko lisiokuwa na jina. Bwana asifiwe. Lakini baada ya kuolewa sikuna maisha. Kwa ukienda kwenye ndoa kumkuta mume wako Yona, utamzamisha kwenye nani? Kwenye maji. Ndio hii mnatuletea giza hapo, naambia mimi naomba taraka. Taraka kutoka wapi? Ndoa ya Kristo haina taraka. Narudia tena, ndoa ya Kristo haina taraka. Kasome Marko sura ya 10, hakuna taraka pale. Yesu anasema Marko 10:9, alichokiunganisha Bwana wanadamu hawezi kukitenganisha. Mchungaji ana mamlaka. Umeshaolewa, vumilia mpaka mwisho, Yesu anarudi. Unaomba taraka. Kwa haya mambo ya taraka ni usanii unaofanywa na baadhi ya watu wanaojiita watumishi wa Mungu, wasanii wa madhabahuni. Kwa kama unawaza utaachika, hebu anza vizuri kabla hujaachika. Unawaza umwache mke wako, anza vizuri. Kama umemwoa Yona, endelea naye mpaka Tarishishi. Mkakati wa 3, omba mkono mwema wa Mungu uwe upande wako, ili akurejeshe haki iliyodhulumiwa na miungu watu. Kitabu kile cha Nehemia sura ya 2 mstari wa 7 hadi wa 10. Kwa Nehemia kama mjenzi wa ukuta, anaomba Mungu, anamwambia Mungu, tumedhulumiwa haki yetu. Akaenda kwa mfalme Artashasta, anamwambia mfalme, naomba unipe kibali, unipe ruhusa niende nikajenge ukuta wa Yerusalemu. Lakini Biblia inasema wazi, Nehemia anasema mfalme akanipa kama nilivyoomba, kwa sababu mkono mwema ulikuwa upande wangu. Nehemia sura ya 2 mstari wa 7 hadi wa 10. Ukisoma maneno hayo utayaona. Kwa mkono mwema wa Mungu ukiwa upande wako, miungu watu hawatakuzuia. Biblia inasema wakati wanakwenda kujenga, hata kina Sanibarat wala kina Tobia waliposikia habari hizi, ziliwahuzunisha sana. Kwa nini? Nehemia amepewa kibali na mfalme. Bwana anakwenda kuachilia mkono mwema juu yako. Narudia tena, Bwana anakwenda kuachilia mkono mwema juu yako. Wale maadui zako wanakwenda kufadhaika. Wale watesi wako wanakwenda kufadhaika. Wale waliokuonea wanakwenda kufadhaika.
Kwa nini? Kwa sababu mkono mwema wa Mungu utakapokuwa kwako utawafanya wao wahuzunike. Nehemia akasema mfalme, akasema mkono mwema wa Mungu ulikuwa juu yangu, na mfalme akanipa kibali kwa sababu mkono mwema wa Mungu ulikuwa juu yangu. Kwa hiyo ili ushinde kushinda, ili ushinde kushindwa, lazima uombe mkono mwema wa Mungu uwe upande wako. Andika. Usiende na mkono wako, nenda na mkono wa Mungu. Kwenye biashara omba mkono mwema, kwenye ndoa omba mkono mwema, kwenye huduma omba mkono mwema wa Mungu uende na wewe ukutendee mema. Kwa hawa walishinda wale wapinzani nao wao kwa sababu mkono mwema wa Mungu ulikuwa upande wao. Mkakati wa 4, inua imani yako zidi ya maneno ya dhiaka ya miungu watu wanaojaribu kupinga kusudi la Mungu kwako. Nehemia sura ya 2 mstari wa 8 hadi wa 20. Kwa hapa tunawaona akina Sanibalati waliwaziaki wajenzi wenye ukuta, waliwaziaki akina Nehemia, wakasema hiki wanachokijenga hata akipanda mbweha anaweza akaangusha ukuta huu. Wakasema Wayahudi hao walio wanyonge, je, wanaweza kunyanyua ukuta tena hawa? Nisikilize my friend, miungu watu siku zote wanakuwa na maneno ya kuvunja moyo na kukatisha tamaa. Kwa hiyo wewe hakikisha unainua imani yako dhidi ya hao miungu watu wanaotaka upoteze haki yako kisekta. Maisha ya upinzani utakutana nayo inayamebebwa na hawa miungu watu. Miungu watu ni watu. Miungu watu sio mizimu wala majini, ni watu ambao watakuletea ziaka. Unaweza ukaolewa wewe uko kwenye ndoa ukakutana miungu watu kwenye familia kule wanaitwa mawifi. Yale maneno unayasikia kama mwanamke uliyeolewa yanaenda kwenye moyo, yanachoma, lakini huku unaelewa. Watakufanyia ziaka za kila aina ili uione ndoa chungu. Ndoa sio mpango wa mawifu wala mashangazi wala mabibi. Ndoa ni mpango wa Mungu. Kwa baba mama ulio kwenye ndoa ni mpango wa Mungu. Kwa huko kwenye familia kuna miungu watu wanaweza kumtesa mwanamke aliyeolewa, wakamfanyia kila visa ili mradi aondoke. Nataka nikwambie wewe ulioko hapa mfanya visa, kama ni wifi mtu, kama ni mama mkwe au baba mkwe unamfanyia mkamwana wako visa, Mungu leo atakushughulikia. Biblia inasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Kwa wewe unapoweka ndoa ya mtu kwenye mzani, ukaanza kuchokonoa, ukaanza kutia fitina, unafarakanisha mtoto huyu na mtoto huyu, unawagombanisha, Mungu atakushughulikia kwa sababu umechagua kukaa upande wa adui. Kwa neno la Mungu linachoma. Kaka yako ameoa, tulia. Dada yako ameolewa, tulia. Mambo ya kubugi unayapata wapi? Walipatana wawili, wakaoana wawili. Keep quiet. Watu wengi wamevurugwa, wanatembea na vidonge sasa ya pressure. Alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganisha. Marko 10 mstari wa 9, nenda kawatenganishe uone Mungu atakachokufanya. Kuna wengine watakufa vifo vya ghafla kwa sababu ya fitina za namna hii. Mama analia kule atunzui, kisha umeshikilia mume wako. Kwa yule mama naye anapolia, huyu ni mwanae, nitakuwa mtesi wa hao wakutesao. Kumbuka, sukari haiendi, godoro haliendi, sabuni haziendi kijijini. Huyu analia, anamlilia mkamwana. Bwana anasema Kutoka 23 mstari wa 22, nitakuwa mtesi wa hao wakutesao. Kwa kama mmeo anamtesa mama yake, mwambie mume wangu, kikombe hicho kunywa mwenyewe. Sukari itaenda, blanketi itaenda, mashuka yataenda, wewe maliza la kwako. Kuolewa sio kufungwa akili. Tunasomesha watoto kwa gharama. Wewe unakuja siku moja na shilingi milioni 1 unakuja kuoa. Halafu unasema mkeo asiniangalie mimi baba yake. Inakujaje hiyo? Yaani kukupa mwanangu mzalishe ndio kulifanya mwanangu ni mwanao. Tuheshimiane kwenye maeneo mengine pia ndugu zangu.
Mtoto nimemsomesha, ka graduate, wewe umekuja tu umemuona tayari kapakwa na rangi. Unasema si ndio huyu? Halafu kisha mfungia ndani kwako, unamwambia kupiga simu kwa baba yako niombe ruhusa. Mbinguni mbali. Na kuna visa, kuna wanaume wenye vichwa vibovu namna hiyo. Papo dictatorship. Mtoto wa watu umepewa, ni mfumo wa Mungu aliumba kwamba bana atazalishwa huko. Lakini haina maana kwamba hana baba, hana mama. Usijifanye wewe Mungu mtu, utaumia. Baba akilia kwa ajili ya mwanae, baba akilia kwa ajili ya mwanae, huku unapata madhara. Usimtenge mtoto wa watu na mama yake na baba yake kwa sababu ya tamaa ya hela, kwamba ana kamshahara kakubwa, mshahara utakuwa unakwenda na kwa baba yake. Acha uende, sasa amemsomesha. Nitakuwa mtesi wa hao wakutesao. Usimtese mama mkwe, usimtese baba mkwe, usimtese wifi yako, usimtese mke wako, usimtese mume wako. Marufuku. Lakini nenda kaangalie mfumo wa maisha yako ulivyoweka wewe. Utaniambia mchungaji, naomba weke pause leo usiombe. Na mimi nakuheshimu, leo siombe. Kwa sababu kuna mengine yatakupata. Na tayari mengine yameshawapata kwa sababu nafikiri Mungu anaovaruku. Biblia inasema Isaya 54:14, utathibitika katika haki. Kwa unapotenda mabaya, Biblia inasema utatendewa na wewe. Kwenye eneo la ndoa tumezalisha matakataka mengi kwenye familia zetu. Tunashindwa kuhudumia wazazi. Ukiwa na hekima mambo yanaenda, hauna hekima mambo hayaendi. Lini umeenda nyumbani kwenu? Lini umepeleka sukari? Nyumba uliozaliwa ndio hiyo hiyo mpaka leo. Hata kubadilisha mazingira ya nyumbani kwenu yakafanana angalau na wewe kidogo hakuna. Unajifanya uendagi likizo, kwani una kwenu wewe? Nenda nyumbani ukarare kwenye kwenye kunguni. Pigwa na viroboto, kae sawa sawa. Nenda kwenu likizo mwezi wa 12, chumpa kidogo. Ukitoka huko na adabu, umeliwa na papasi. Kama utaki papasi, badilisha mazingira nyumbani, jenga nyumba nyumbani. Dar es Salaam sio kwenu. Usijidanganye, hapa sio kwenu. Mheshimu baba yako na mama yako, upate kuwa na heri na miaka mingi duniani. Kuna wengine hapa mtakufa 40s. Wengine mpaka 50 ngapi, ukichupa chupa 60 unaondoka. Tia kwenye jeneza. Baba yako, mama yako wanalia usiku kucha. Bibi yangu alikuwa anajuta. Ananiambia, mjukuu wangu mimi sikuzaa. Kaambia mbona wapo? Akaambia hapana. Mkeju neki joka. Waya wanajua. Anasema sikuzaa, nilijisaidia minyoo. Si ashindwe, ama mtunzi. Unazaa mtoto anakuambia mama rudi kwenu, rudi kwenu. Mmeo kafa hapa, unabaki hapa unafanya nini? Kwa mtu anamfukuza mama yake mzee arudi kwao. Kwa huyu anakuambia kwa kweli hapa sina mtoto, ni mnyoo tu. Sasa mama yako kama anakuita mnyoo, baba yako anakuita mnyoo, wewe unasemaje mwanangu? Unaweza kusema mchungaji, laana isiyo na sababu haimpati mtu. Hiyo ina sababu. Baba yako na mama yako umewaterekeza, na Mungu anasisitiza hapo. Tumeona mengi hapa duniani. Kuna vijana, kuna wamama, kuna mabinti wanatamani baba zao wafe hata sasa. Wapate magodoro, wapate vitanda, wapate ujinga ule. Kwa mtu anakatishwa maisha, hudumiwi. Saa kupewa chakula, pewi chakula. Anakufa kwa njaa, unakwenda kuangalia unasema come on. Ndugu yangu, rafiki yangu, malipo ni hapa hapa. Nakwambia malipo ni hapa hapa. Upandacho ndicho utakachovuna. Uendelea kufanya ukatili, endelea kufanya mabaya, endelea na hayo unayofanya, utalipwa hapa hapa. Kwa leo ni ibada ya matengenezo. Wewe umejifanya Mungu mtu, acha hiyo tabia. Kwamba baba yako mpaka anyenyekee. Kwamba kwa sababu baba yangu hajanyenyekea siwezi kumtunza. Mama yangu hajanyenyekea, anyenyekee kwa nani? Alinyenyekea asikuwa na kuzaa. Una adabu kabisa. Mama aliyekubeba mgongoni leo unaweza kumpiga kofi wewe? Kuna watu wamepiga mama zao. Kuna watu wamepiga baba zao hapo. Na wako mjini hapa wanatamba vitambi vikubwa. No, sasa. Wewe ni Mkristo, fanya matengenezo. Wewe ni Mkristo, fanya matengenezo. Narudia, wewe ni Mkristo, fanya matengenezo. Kuna watu hapa Mungu ananiambia mmeterekeza kwenu. Una kwenu umepaterekeza. Hujasaidia wazazi wako. Uko hapa. Mungu atakuwa mtesi wa hao wanaotesa wazazi wao. Na wewe umo. Kwa hili Mungu asikutese, badilika, usiwe Mungu mtu. Mtu mmoja anamnyima mama yake msaada, anasema hakunisomesha. Nilisomeshwa na anko.
Sasa mama, kama kuwa na msaada ulitaka kusomesheje? Kunyonyesha yenyewe ni elimu. Kukunyonyesha yenyewe ni elimu tosha. Sasa angekupa sumu kafa wewe. Umebebwa tumboni, unalishwa makaa, unalishwa maembe mabichi na nini, mama anasema katoto kanataka maembe. Paka umetoka mtoto mla maembe ukawa embe sasa. Mungu ameniomba, ameniambia nisisitize hapo, nami naamini umepona kwa jina la Yesu. Lakini mkakati wa 5, linda lengo lako kisekta. Usiwape nafasi tena miungu watu kuwemo tena katika sekta yako ya kiuchumi ama ya kimaisha. Umeshagundua huyu ni Mungu mtu, usimpe nafasi tena. Linda lengo. Kitabu cha Nehemia sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 12. Lakini ikawa Sanibalati aliposikia kwamba tulikuwa tukijenga ukuta, alighadhibika, akaingiwa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi. Anasema bali sisi tulimuomba Mungu wetu, tena tukaweka walinzi mchana na usiku kwa sababu yao, ili kuwapinga wakisema, Yuda nguvu zao za wachukua mizigo ni dhoofu na kifusi chao zipotee. Lengo la miungu watu ni kuondoa kwenye lengo. Una lengo la kujenga, wanakuondoa. Una lengo la kufanya kile, wanakuondoa. Una lengo la kufanya biashara, wanakuondoa. Lengo wanataka usitimize malengo, wanakuondoa kwenye lengo, na wewe linda lengo. Anasema kwa sababu ya hao watu wabaya, watu watupingao, watu wanaotuziaki, wakaweka walinzi kwa ajili yao. Walinzi hawa kazi yao ni kudhibiti miungu watu. Usifanye biashara bila kuwa na malengo. Ukiona lengo lako linavurugwa na mtu, weka mlinzi. Natangaza Biblia, Sauli alimfuata Daudi akamwambia, mwanangu rudi, hakurudi. Daudi amerudi siku Sauli amekufa. Kwa Sanibalati kajaribu kupinga, kashindwa, akasema naomba nikusaidie kujenga. Akamwambia kwenye kujenga ujengi. Usiwape mkono wa shirika walio kukosa. Kasha kukosa na umegundua, kaenda kwa waganga, kashindwa, sasa umeokoka, kilichokusaidia ni wokovu, anakuambia karibu tule. Sasa kuwekea sumu kwenye chakula. Kama alienda kwa waganga, Yesu wako akapangua, usikae kwenye msosi wake mwanangu. Ukienda kwenye nyumba yake neno umefunga, anakuambia chai nimefunga, chakula cha mchana nimefunga, cha jioni nimefunga, na unaendelea kunena kwa lugha kimtindo. Ribo shakataka basi. Sio kila eneo na kwenda mpaka ule. Kilichowaponza wana wa Israeli ni chakula cha hila. Kasome Hesabu 22 wanawaroga, Hesabu 23 wanaroga, Hesabu 24 wanaroga. Walipoona uchawi umeshindikana, Baramu akamwambia, sikiliza mzee, usitumie viungu, tumia mfumo. 25 akasema wakaribishe. Walipofika wakaimbiwa na ngoma, karibuni jamani ndugu zetu. Mchawi hiyo leo anakukaribisha kwake. Unampa mwana na lea. Wanakula chakula pale pale, wanaharibikiwa. Mungu anawaacha, wanakufa watu 24,000, kifo cha siku moja. Kwa nini? Walitoa mkono wa shirika ambako hawakutakiwa kushiriki. Nawe baba, mama, usitoe mkono wa shirika ambako hupaswi kushiriki. Sijui kama unanielewa. Biblia inasema mwenye hekima huona mabaya akayakimbia, mpumbavu huendelea mbele akaumia. Kwa wewe jifanye una Mungu sana, watakatisha maisha yako, watakuharibia kesho yako, kwa sababu hawa sio wazuri hawa. Kuna maeneo mengine huwezi kwenda kwa sababu ya sababu. Kienda vibaya utarudi kwenye jeneza. Na Mungu amekupa akili ya kudetect, kujua hiki kitu ni kibaya. Ezra anawaambia haiwahusu nyinyi kushirikiana nasi. Kuna watu utashirikiana nao, kuna wengine ushirika hauwahusu. Usiogope kupingwa unapokuwa unadai haki yako, bali simamia kweli na haki, maana haki ya mwenye haki haipotei. Kuna watu watakupinga wakati unadai haki. Kitabu cha Ezra 5 mstari wa 3 hadi wa 17. Wakatafuta majina ya walikuwa wanajenga, wakasema wanaojenga ni akina nani na nani. Lengo walete upinzani kwa wale mafundi. Kuna mzee mmoja alikuwa anafanya biashara zamani, alikuwa na maziwa. Miaka ya zamani maziwa, vibanda vya maziwa vingi sana. Watu wakawa na kunywa maziwa kweli kweli. Wapinzani wakaenda wakapeleleza nani mpishi wa hayo maziwa,
Walipompata wakanunua mpishi, vibanda vikafa, maziwa yakageuka kuwa tope, maana mpishi kaondoka. Kwenye biashara hali kadhalika ni hivyo hivyo. Utapingwa, wewe sio Mungu, kupingwa ni jambo la kawaida. Kwa hata wakikupinga usijai upepo, tafuta mbinu mbadala ya kukabiliana na upinzani. Kupingwa utapingwa, usiogope kupingwa kwenye haki zako. Unapokuwa unadai haki, anayekudhulumu lazima akupinge. Wakatafuta majina ni akina nani na nani wanaofanya jambo hili. Mkakati wa 9. Omba Mungu aithibitishe haki yako dhidi ya miungu watu. Usikubali kupoteza haki yako dhidi ya miungu watu. Ezra 6:1-18. Walienda kwa mfalme kwenda kuizuia kazi isitendeke. Mfalme akawaambia, iacheni kazi ya nyumba ya Mungu, msiizuie. Mfalme alithibitisha haki ya Israeli, akazima kusudi baya la miungu watu. Kwa hiyo unapoomba, muombe Mungu akuthibitishe katika haki, hata kama unaona haki yako imezuiwa. Mkakati wa 10. Toa sadaka maalum ya kuithibitisha haki yako kimadhabahu. Ezra 8:28 na ule mstari wa 35-36. Kisha akawaambia, nyinyi mmekuwa watakatifu kwa Bwana, na hivyo vyombo ni vitakatifu, na fedha na dhahabu ni matoleo ya hiari kwa Bwana Mungu wa baba zenu. Na wana wa uhamisho waliokuwa wametoka katika uhamisho wakamtolea Mungu wa Israeli sadaka ya kuteketezwa ng'ombe 12 kwa ajili ya Israeli wote, na kondoo waume 66, wana kondoo 77, na mbuzi waume 12 kuwa sadaka ya dhambi. Hao wote pia walikuwa sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana. Wakawapa manaibu wa mfalme na maliwali ng'ambo ya mto maagizo ya mfalme, na wakawapa watu na nyumba ya Mungu msaada. Bwana asifiwe. Sadaka inakupa uhalali wa kimadhabahu kurejeshewa haki yako ambayo imepangwa na kuzuiwa na miungu watu. Ukirudi kwenye kitabu cha Yona sura ya 2, sura ya kwanza ile mstari wa 11 hadi wa 15, Yona, unaona wale walipokwisha kumtupa Yona, bahari ilipokwisha kutulia, jambo la kwanza waliofanya wale manaoza, walimtolea Mungu sadaka. Sadaka inaanzisha ukurasa mpya. Kwa hawa wanajua wamepoteza shena, hawa wanajua wamepoteza cheo. Wanapotaka kuanza, wanaanza na sadaka. Takwenda kuomba leo. Maombi yangu ni mazuri na ni matakatifu. Yoyote aliyekutesa leo anakwenda kudhalilika. Yoyote aliyekuonea leo anakwenda kuonewa. Mungu anakwenda kushuka na ameshuka tayari. Taanza kuomba hapa na Bwana atafungua watu wengi kuliko matarajio yenu. Narudia, Mungu anakwenda kutenda miujiza ambayo hamjawahi kuiona. Narudia tena, Mungu anakwenda kutendea muujiza ambao hujawahi kuona. Rudia maneno haya, sema, Bwana Yesu, leo nasimama sawa sawa na neno lako. Wewe ndiye Mungu uliyeahidi utakuwa adui wa adui zangu, na utakuwa mtesi wa hao wanitesao. 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 Utawatesa wanaonitesa. Wale wote walionitesa leo nawaleta kwako. Wewe uliye Mungu, wewe uliye mwamba, wewe uliye mfalme, wewe uliye Bwana wa uweza, naomba uonekane. Neno la Mungu halitapingwa na wewe. Neno la Mungu
Ulikuwa ukimsikiliza mtumishi wa Mungu Askofu Florian Josephat Katunzi wa kanisa la Christos Assemblies of God lililoko jijini Dar es Salaam, wilaya ya Temeke, Mtoni Kijichi. Aidha, waweza kushiriki nasi katika ibada. Siku ya Jumamosi ibada inaanza saa 2 asubuhi hadi saa 7 mchana, na Jumapili ibada ya kwanza inaanza saa 12 asubuhi hadi saa 2, na ibada ya pili inaanza saa 2 asubuhi hadi saa 7 mchana. Vile waweza kufuatilia ibada zetu kwa kupitia akaunti yetu ya Maranatha Online TV na katunzi.co.tz. Aidha, waweza kushiriki katika kuipeleka Injili ya Yesu Kristo kwa kupitia sadaka. Waweza kushiriki nasi kwa sadaka kwa nambari za simu zifuatazo: 0754367826 na 0718267171. Kwa moyo mkunjufu sana ni kualike katika ibada kila siku ya Jumamosi na Jumapili. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea. Ukae na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Alfa na Omega. Amen.